Basi barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, vile ambavyo nilikueleza kwamba tukirejea katika awamu ya 3 ninao wageni katika studio zetu, na mambo ambayo tulikuwa tunaangazia ni masuala ya elimu, jinsi ambavyo tulikupa ratiba yetu wakati tunaanza kipindi kila siku ya Jumatano. Basi tunaangazia masuala ya elimu, na katika studio zetu niko na wageni wangu ni wawili, lakini mmoja atatupata kama tunaendelea. Na kwa sasa hivi niko na Bwana Samuel Maticha ambaye ni naibu mwenyekiti wa KUPPET tawi la Kisii, ambako tulikuwa tunajiuliza ama tunauliza swali: sekondari ya juu, je, tuko tayari kuvuka kwenda senior secondary kutoka junior secondary? Kwa kwamba ni swala kuu ambalo tulikuwa tunajadili asubuhi ya leo katika kipindi hiki chetu cha Pambazuko awamu ya 3, ukiwa nami Jeff Nyakundi na wageni wangu, kwa kwamba tutaanza na Bwana Maticha Samuel, mwingine akija atakuwa anatupata kwamba tunaendelea. Ikiwa kwamba ndio nafasi, karibu sana katika studio zetu. Na ningependa nikupe nafasi umsalimu mtazamaji wetu, kisha baadaye ujitambulishe na tutakuwa tunaanza mjadala wetu ama mazungumzo yetu moja kwa moja. Karibu. Nashukuru sana. Nashukuru sana mtangazaji wa Ndizi TV na watazamaji wetu wote ambao wanatutazama kutoka mahali popote pale. Kwa majina naitwa Samuel Maticha. Samuel Maticha, mimi ni naibu wa mwenyekiti vile umetaja wa chama cha KUPPET tawi la Kisii. KUPPET ni chama ambacho kinatetea maslahi ya walimu wa shule za upili na vyuo vya anuai vya katikati kadri, sio universities. Kwa hivyo katika tawi la Kisii mimi ni naibu wa mwenyekiti. Tuko viongozi wengi, tuko viongozi takriban viongozi 10, lakini mimi ni naibu wa mwenyekiti, kuna viongozi wengine. Okay. Asante. Karibu sana Bwana Samuel Maticha. Na mpenzi mtazamaji wetu, ukiwa kwamba unaendelea kutufuatilia, fuatilia matukio haya yote kupitia tovuti yetu pale www.ndizitv.co.ke. na kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia kwa arafa fupi ama SMS, na pia kupitia mtandao ule wa WhatsApp. Pale utazungumza nasi kwa nambari yetu ya simu 0792192834 tunapozidi kusonga mbele katika kipindi hiki chetu cha Pambazuko, kwa kwamba ni masuala ya elimu. Bwana Samuel Maticha, namna gani ambavyo mtaala mpya wa CBC, jinsi ambavyo tunafahamu kwamba ulianzishwa, sasa tunafaa kuvuka mwaka ujao kuelekea senior secondary ama sekondari ya juu, unaangalia jinsi ambavyo serikali imekuwa ikiufanikisha kuhakikisha kwamba mfumo huu umeafikiwa jinsi ambavyo walikuwa wanatarajia, mambo yameenda namna gani tangia wakati hadi sasa hivi? Nashukuru sana mtangazaji kwa nafasi. Nataka kusema hivi, kwanza kwa kusema hivi, mtaala wa elimu ambao wa CBC ambao ulianzishwa na rais aliyetangulia, rais Uhuru Kenyatta. Ni mfumo mzuri. Ndio. Lakini jinsi serikali inavyojiandaa kutekeleza the entire system ya CBC ndio iko na changamoto. Ukikumbuka wakati Rais Kenyatta kabla yeye kuondoka alikuwa amemhusisha sana cabinet secretary wake ambaye ni Leti Magoha, ndiposa Magoha akapanga jinsi CBC ingepaswa kutekelezwa nchini Kenya. Ndio. Rais Ruto kuingia na yeye akabadilisha kila kitu. Ndio. Akaleta ile commission yake ambayo ilikuwa inasema Presidential Working Party on Educational Reforms, ambayo ilikuwa inaongozwa na Professor Mniafu. Wakabadilisha kila kitu. Kwanza wakabadilisha, wakasema tuko na junior secondary school na tuko na senior secondary school. Ndio. Kulikuwa na subjects nyingi ambazo zilikuwa zinafundishwa. Kwa sababu ya kelele ambacho wa Kenya walipiga, unions, wazazi, stakeholders wote katika sekta ya elimu, wakabadilisha tena. Wakasema sasa haitaitwa junior secondary school na senior secondary school. Hata wewe inaweza kuwa ujui. Hatuna secondary school. Tuko na kitu walibadilisha, wakaita junior school na senior school. Unaona sasa? Ndio. Sasa walipobadilisha pia wakabadilisha subjects ambazo zinafundishwa.
from time to time, kutoka kila wakati serikali inabadilisha jinsi ambavyo wanataka kutekeleza huu mfumo kwa kijumla. Kwa hivyo kwa hivi sasa tunaendelea, tunafika wale ambao ni wale ambao walianza mfumo wa CBC 2017 wamefika grade ya 9. Ya 9 ndio. Na watafanya mtihani mwaka huu ambao unaitwa Kenya Junior Secondary Evaluation Examination Assessment. Watafanya mwaka huu. Ndio. Lakini hao wanafunzi ukiangalia jinsi ambavyo walikuwa wamesoma katika junior school, hawajafundishwa vizuri. Kwa nini? Ukiangalia mfumo wa mtihani, jinsi mtihani itakavyokuja, jinsi hawa wanafunzi watakapotainiwa, kutakuwa na practical examinations ambazo ukienda shule zote hizi zenye wanaita comprehensive schools, hakuna laboratories, hakuna walimu wa kutosha. Mwalimu ameachiliwa, maybe ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili, anaenda katika junior school, anaambiwa afundishe maybe hesabu, labda afundishe ama muziki, ama afundishe sayansi ya nyumbani, ama afundishe general science. Kwa hivyo ukianzia junior school, wale walimu ambao wanafundisha katika junior school, labda wamehitimu katika kufundisha jambo tofauti, na wanafundisha tofauti in many cases. Ndio. Niguzie sasa senior school. Na kabla hujaendelea pale senior school kidogo, katika hii working party ya presidential educational reforms, nyinyi kama wataalamu pia walimu na washikadau wote katika Wizara ya Elimu, je, mlihusishwa kuhakikisha kwamba mmetoa maoni kitu ambacho ama kile ambacho mngependa kifanywe? Kwa sababu pale umetaja kwamba kuna baadhi ya subject ambazo ama masomo yale ambayo wanafaa kuyasoma yaliondolewa, wakaleta mengine, na pia wakafuta kwamba isiwe ni senior secondary ama junior secondary, waite senior school na junior school. Je, mlihusishwa? Sisi kama KUPPET, ile presidential working party ilikuja katika gatuzi letu la Kisii. Ndio. Wakakuja, tunakumbuka meeting ilikuwa hapa Kisii. Ndio. Tulienda kama union. Tukatoa maoni yetu. Na unajua walifanya siku moja. Ndio. Tukatoa maoni yetu, tukawaambia jinsi, kwa sababu hili jambo limekuja. Sasa kulipinga tutakuwa tunapoteza muda, na serikali ilikuwa imejiandaa kuleta mfumo mpya. Ndio. Sasa tulifika hapo, tukatoa maoni yetu. Ndio. Moja ya maoni ambayo tuliwapatia ni kwamba junior school waitoe primary school, shule za msingi, waiweke katika shule za upili ambazo ziko. Ndio. Sababu ni kwamba kuna walimu wa kutosha ambao wamehitimu katika subject mbalimbali katika senior school. Kama ni mwalimu wa sayansi, hawangeenda kutafuta, already yako senior school. Kama ni mwalimu wa technical subject, wako senior school. Sasa serikali haingeenda kutafuta walimu, hakungekuwa na shida ya walimu. Lakini ukumbuke hata walimu hawako junior school. Ndio sasa serikali iliachiri walimu junior school wa sayansi 20,000 in the Republic of Kenya, ambazo wataenda kuanza kufundisha sayansi. Unaona sasa. Jambo la pili tuliwaambia ni kwamba hii junior school ikuwe na its own administration. Kama mwalimu mkuu atakuwa mmoja, awekewe maybe deputy wawili, mmoja asimamie ile shule nyingine na mwingine asimamie nyingine. Basi kidogo tu tunarejelea, tuendelee na mazungumzo yetu, lakini mpenzi mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia pale, kumbuka kwamba ni Ndizi TV ambayo tunakuletea masuala haya ya elimu, tukizungumza kujua kwamba je, wazazi, walimu na serikali kwa ujumla ipo tayari kuvuka katika mfumo wa CBC kuelekea sekondari ya juu ama senior school. Hilo ndilo ambalo tulikuwa tunaangazia. Nitakuwa nikipata mapumziko chapo tu kwa dakika moja.
pamoja, kisha baadaye nitakuwa nikirejea tuendelee na mazungumzo haya kwa kina. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Kumbuka kwamba utakuwa unatufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii. Pale Facebook tupate kama Ndizi TV News Digital, kwingine kwa upande ule wa YouTube, Instagram, TikTok na pia X tupate kama Ndizi TV News. Na kumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia arafa fupi ama SMS, na pia mtandao ule wa WhatsApp kupitia kwa nambari yetu 0792192834. Takuwa nikirejea hivi punde tuendelee na mazungumzo yetu. Unatazama Ndizi TV Afrika. Vipi nakuaje Mr. Practical Daddy episode nakwambia ndani ya Ndizi TV Africa. Bana, nakwambia kuna kipindi kinakuja moto juu ya fire kabisa. Jina kamili sema ni The Urban Blaze, mtu wangu. Itakuwa pale inaanza siku ya Jumatatu mpaka ifikapo siku ya Ijumaa. Yaani Monday to Friday pale moja kwa moja. Yaani bana kuanzia pale saa 7:30 mpaka ifikapo saa 10 ya jioni, mtu wangu. Yaani bana kutawaka moto tena zaidi. Kusaga majini shaki mpaka sasa gere singeri. Yako sawa. Nijashiba kuku hey. Chote ni choyo. Pale hivyo tukianza show pale siku ya Monday itakuwa pale hivyo tunaanza na yani check up kidogo, unaambia kwamba wewe nani, ukiwa area gani, alafu unatupata kwa njia gani pale moja kwa moja. Alafu tena kingine itakuwa ni stories pale kuongelea wasanii. Kifika siku ya Tuesday ndio hivyo kabisa after check up itakuwa tunazungumzia msanii ambao anafanya kazi nzuri pale. Alafu siku ya Wednesday ni siku ya watoto, yani wasichana na kuambia. Siku ya Thursday inakuwa ni TBT, alafu ikifika pale siku ya Friday inakuwa pale ni yani bana nakwambia ma request kali kabisa. Kwa hivyo nakwambia bana hapana kosa kutune ini zaidi pale ndani ya Ndizi TV Africa. Call me Mr. Practical, they do call me Daddy episode. Tupatane live. Sini sawa. Kenya mkopo wa mkofiti na sini sawa. Asini sawa. Mafuta silipanda tukavuka Uganda. Unatazama Ndizi TV Afrika. Barabara kabisa tena mpenzi mtazamaji, kia kwamba tumechukua mapumziko mafupi, ndio hawa tena tumerejea, kia kwamba ni kuangazia masuala ya elimu, tukiona jinsi ambavyo serikali shule zetu za kiupili ama senior secondary school jinsi ambavyo zimejipanga kupokea wanafunzi wa junior school pale, jinsi ambavyo mwalimu wetu bwana Maticha ameshatueleza kwamba tuko na senior school na junior school. Basi mgeni wangu wa pili kashafika studioni, nimkaribisha
nimkaribishe, nimpe nafasi awasalimie, kisha baadaye akiwasalimia atazungumza jinsi ambavyo mfumo huu wa CBC umekuwa ukitekelezwa. Je, yeye maoni yake ni yapi na anaona mambo yanaendelea namna gani? Karibu sana Bwana Rugito katika studio zetu. Msalimie mtazamaji, kisha baadaye utaangazia swala hili la CBC. Je, maendeleo ama utekelezwaji wake umekuwa ukiwa namna gani? Karibu. Asante. Kwa jina vile mmesikia, mimi ni Bwana Rugito Dennis, mwalimu wa shule ambayo inaitwa Umari kutoka Bonchari. Huu mfumo mpya wa CBC. Mimi si shangai umekuja. Ndio. Lakini kuna mahali kuna upepetevu fulani. Sisi kama walimu ni werefu. Serikali imeisukuma na unajua umeletwa kisiasa. Sio kwa ufasaha wote. Umeletwa kwa kisiasa, lakini tunajua ya kwamba tunapoendelea kuelekea mbele tutazungumzia kifasaha. Ungewekwa aje? Kwa kweli mfumo huu wa CBC ama the new system unakuza talanta. Ni ukweli. Lakini hizo talanta unazikuzaje? Wa Kenya tuko tayari? Kwa kweli tukielekea kuelekea mbele, ukiangalia mwenye alianzilisha alikuwa na maono fulani. Lakini wale ambao wangeuzishwa kama walimu, stakeholders wote hawakuuzishwa kiuzuri. Hatukuwekwa ndani. Sasa hizi nasikia kwamba kuna walimu wachache. Kwa walimu 50, mwalimu mmoja anaitwa kuweza kuambiwa huu mfumo unaenda kuwekwaje katika mwaka ujao. Sisi kama wana senior school hatujielewa mpaka saa hizi. Wacha tuseme ukweli. Ukiuliza wale ambao wako junior school wanakuambia walimu hawapo. Hawatoshi. Sasa serikali yetu ya Kenya tuelekea wapi? Na je, katika kuzungumza jinsi ambavyo umeweka wakati kukusanya maoni kwa viongozi wakuu serikalini, namna ambavyo wangependa ama namna ambavyo walimu na wale washikadau katika elimu ama wizara ya elimu wangependa swala hili la CBC ama utekelezwaji wake uwe aswa senior school na junior school. Je, mlihusishwa? Na kama mlihusishwa, ni kipi kile ambacho mlizungumza ama ni kipi kile ambacho mliagana na wao? Kwa kweli mtangazaji wetu wa Ndizi TV, wacha nikwambie ukweli. Mambo ya kusema tulihusishwa. Kuhusishwa huko. Ndio. Tulilimbikiziwa. Ni kama kuna siku niliitwa huko Iterio. Wiki moja wakati mipangilio ambayo ilikuwa ya serikali ambayo ya mpito ambayo ni ya uhuru, kulikuwa na maono yenye yalikuwa na shikamana. Haya kwa maono mabaya. Tukaitwa, ukweli tulienda Iterio, walimu wawili wa shule yangu. Tukaweza kuelezewa juu ya huu mfumo kwa wiki moja. Wakati ambapo grade ilikuwa inasemekana junior school ingekuwa katika secondary senior, lakini mwishowe ikalimbikiziwa katika shule za msingi. Mimi ningesema ya kwamba mapendekezo ambayo yalikuwa ya awali yalikuwa ya kuridhisha. Lakini kwa sababu siasa ikaingia ndani, serikali hii ambayo imekuja ikasema la, tuweke katika shule za msingi. Sasa hizi wanafunzi wetu, unapata mwalimu mwenye anafunza somo la kemia, hiyo inaitwa sayansi, ambao kemia iko ndani, fizikia iko ndani na biolojia. Ni mwalimu ambaye hakusomea sayansi. Ni kweli. Wacha nikwambie ukweli. Sasa unapata ya kwamba hao walimu ambao wako katika junior school wamelikimbiziwa somo ambalo hawakulisomea katika chuo kikuu. Sasa unajua ukiangalia hivyo unapata ya kwamba kuna shida ambazo Bwana Migosi au serikali, sasa nataka kusema serikali haitaki kujihusisha, inataka kufanya jambo fulani, waseme kwamba tumeleta CBC.
Lakini wote nikwambie mtangazaji. Ndio. Kuuzishwa kwetu kama walimu walikosa. Hata huyu mwenyekiti ambaye ni naibu wa mwenyekiti wa KUPPET. Ndio. Nataka tuelezee leo. Wao kama union wako na wazo lipi kwa walimu wa hilo shule ya junior. Na kabla hatujampa nafasi yazungumzie swala hilo, ni kwamba wakati rais mpya William Samoei Ruto aliingia mamlakani, kuna ile working party alitengeneza ya reforms kuhusiana na masuala ya elimu. Je, katika hali hiyo ya kukusanya wao maoni, alikuwa ametaja awali kwamba walikuja ndio mkutano ukaitwa. Ni yapi yale ambayo mlielewana waende kuyatekeleza? Na je, kati ya yale ambayo mlikuwa mumeelewana watekeleze, mnaona kwamba yalifanywa ama walifanya kinyume? Najua kwamba naibu wa mwenyekiti wa KUPPET ataelezea zaidi, lakini wote niseme yale ambayo nilisoma. Siasa ni siasa. Ndio. Siasa si hasa kwa Kiswahili. Sasa ningesema ya kwamba hata rais alipokuwa akikampeni aliona huu mfumo hautuchukui mahali. Wakati alipewa afisi akaingia ndani, ground ilimwambia kwamba sasa unajua hii mfumo ni ya ukulia. Wacha nikwambie ukweli. Sasa hizi ukienda mashule kuna vitabu ambao vimechapishwa ambavyo hiyo shule wanajua kwamba haifanyi hayo masomo. Kwa shule yangu utapata vitabu ambavyo vya French. French sijui kama Kifaransa ama nini. Ni kujifunza lugha ya Kifaransa. Ndio. Unapata vimechapishwa, vimewekwa kwa library. Kuna sio serikali haijui. Hii ilikuwa njia ya kwa wanasiasa kukulia. Na naambia wanasiasa wetu wa Kisii. Ndio. Wacha waseme ukweli. Siasa, lakini tuwasaidie wa Kenya waangalie tunaendelekea wapi katika masomo yetu. Tuache masomo ya siasa. Tuweke wanafunzi wetu ama watoto wetu kifasaha. Unapoenda mbele waende wakijua kwamba wanafanya lipi ili tuweze kuwezesha serikali yetu ya Kenya iendelee. Bwana Samuel Maticha, mlifanya mkutano mkaitwa pale nyinyi kama wewe naibu mwenyekiti wa KUPPET. Ni kipi kile ambacho kutoka uongozi wenu na jinsi ambavyo union yenu ya KUPPET inaangalia masuala haya ya kielimu, haswa jinsi ambavyo mfumo huu wa CBC unatekelezwa? Je, mnaridhishwa na hilo ama bado? Na kama hamjaridhishwa ama mmeridhika, ni kipi kile ambacho mmekifanya kuhakikisha kwamba yale ambayo yanapaswa kufanya, so nyinyi unajua sasa ni wataalamu, mnafahamu, mnaelewa zaidi mambo haya ya elimu kuliko hata mwanasiasa ambaye kidogo amesomea mambo mengine tofauti. Ni kipi kile ambacho mnaona kutoka union yenu pale? Asante sana mwenzangu Bwana Rovito. Kabla tuende kwa mapumziko, nilikuwa nimeanza kueleza jinsi ambavyo mapendekezo yetu yalivyokuwa wakati Presidential Working Party on Education Reforms walipokuwa wamekuja Kisii. Lakini wacha nianze kwa kusema hivi. Kinadharia CBC ni nzuri. Kinadharia. Lakini ukiangalia practically nini iko kwa ground. Hizi vitu zote ambazo zinazungumziwa implementation haipo vizuri. Hatuja implement, hatujavitekeleza asilimia ambayo unaweza sema ya kwamba hii mfumo umetekelezwa kwa asilimia tuseme zaidi ya nusu, zaidi ya 50. Nambari ya pili, kabla nikueleze mapendekezo yetu vile yalivyokuwa katika komiti ya reforms. Serikali unajua iko na mdomo na macho lakini haisikii. Inazungumza na inaona lakini huwezi iambia. Hiyo ndio shida yenye iko serikali zetu zote. Sio hata sekta ya elimu peke yake. Ndio.
sekta zote. Serikali tunaweza piga kelele tuiambie tunataka hivi, unaona inaweza ona watu wamekufa, tunataka mtekeleze haya mapendekezo. Lakini unadhania inasikia lakini haisiki. Haya ndio tuliambia serikali. Kwanza tuliwaambia huu mfumo wa senior school, kwa sababu mimi sasa nilikuwa nazungumzia senior school. Ndio. Watoe kwa shule za msingi, waleta kwa shule za upili. Ndiposa kwa sababu gani? Kulikuwa na structures ambazo already zilikuwa zimewekwa. Kulikuwa na madarasa. Nakumbuka kila shule ilijenga madarasa kupitia kwa Waziri Magoha. Ndio. Tuliweka madarasa, kulikuwa na laboratory senior school. Sasa haingekuwa tena vizuri serikali iweke pesa tena kuenda kujenga madarasa mengine in primary schools ambazo ziko. Jambo la pili, tuliwaambia kuhusu retooling ya walimu wote wale wenye wako ambao wataenda kuimplement the new system. Kumbuka wale walimu ambao wako junior school, wale ni walimu ambao walisoma mfumo wa 844. Ni kweli. Sasa unawaleta haujawafanyia retooling, unawaambia waimplement mfumo ambao hawakuhitimu kuja kuufundisha. Lakini wakati ule wa aliye ama marehemu Magoha tuliona kwamba kila wakati ama serikali inataja kwamba walimu hawa waelekee katika mafunzo ya wiki mbili katika likizo zile za kawaida, ikiwa kwamba ni mwezi wa 4 waelekee katika mafunzo hayo, wapewe mafunzo ndiposa wajue jinsi ambavyo wanaenda kufunza hawa wanafunzi mtaala mpya. Nakuja sehemu hiyo. Ndio. Sasa ukiona kama hawa walimu wa sayansi ambao serikali iliweza kuachili kwa internship au hawajafanyiwa training anywhere. Wao wameajiliwa, wametumwa mashule. Vile umesema, tulikuwa tumependekeza walimu wote wafanyiwe retooling wakati wa likizo, ndiposa waelezwe na waambiwe vile huu mfumo utakuja kufanyiwa implementation. Serikali nakumbuka ikaleta kitu tunaita TBD. Ikasema ikatupatia university 3 kama sijasahau. Ikasema moja ilikuwa Mount Kenya. Ndio. Ngine ilikuwa Mount Kenya, Kemi na kulikuwa na university nyingine. Ndio. Ambazo ilisema enda mfanye training yenu ya TBD huko. Union pamoja na stakeholders wengine tukakataa hiyo. Na ilikuwa nini tulikataa? Tulikuwa tujilipie pesa. Ndio. Na tuende training tupate certificate kwa sababu tulikuwa tunajilipia. Kasema sisi ni implementers wa curriculum. Kama mnataka hii mambo ikue, hii TBD ikue shule zote, university zote na university na serikali ilipie hayo masomo na itulipe. Kwa nini? Ukiangalia sekta zingine ikichukua workforce yake kwa training inalipa na inawalipa. Kama tulikuwa tunawaambia wafanye vile semester inafanya. Sasa hilo ni jambo la pili tuliwaambia wafanyie walimu training. Ndio. Nambari ya 3 tuliwaambia kuhusu leadership ya hizi shule. Nafikiri nilitaja. Ndio. Leadership ya hizi shule ikuwe na autonomous leadership. Leadership ambayo labda kama wamefanyia hao walimu wengine retooling, hao senior school, wanaweza toa sehemu ya hao walimu wawachukue huku wawape hizi shule ndiposa waweze kuanza hivyo. Jambo la 4 ni kuhusu subjects ambazo zinafundishwa huku. Subject unajua initially zilikuwa nyingi sana. Ndio. Waambia wapunguze hiyo workload. Ndiposa hao watoto ni wadogo. Ndiposa waweze kufanya subject ambazo zinalingana na umri wao. Na mengine mengi ambao tulipendekeza. Lakini kwa haya mapendekezo yote ndio sioni kama walitekeleza pendekezo lolote.
walienda wakatekeleza vile wanajua. Na tukiangalia katika miundo msingi Bwana Rogito, aswa ujenzi wa madarasa, umeona kwamba mwaka jana tulikuwa tunaambiwa serikali inaendeleza ujenzi wa madarasa katika junior school na pia senior school pale. Lakini mwishowe Januari, wakati wanafunzi wanarejea shuleni, tukapata kwamba baadhi ya shule siko na wanafunzi wengi kuliko madarasa yale ambayo yamejengwa pale. Je, miundo msingi hii ikiwa kwamba tunajiandaa katika kuingia senior school mwaka ujao, ni kipi kile, ama madarasa haya bado yapo yametosha? Kuna serikali imefanya lolote lile kuhakikisha kwamba imejipanga tena tusikose madarasa? Mtangazaji, kabla sijajibu hilo, ndio ningeuzisha mwenzangu. Kuna jambo amesema juu ya retooling. Retooling ni nini? Unaambia walimu. Kwa kweli ukisikia retooling, meaning you have been tooled. What is this have been tooled? Now you are retooling. Mimi ningesema kama union yenyu, enda mkae chini, elekeza walimu vyema. Walimu wa junior school, hata hiyo retooling sio retooling. Hata mimi uniambie niende retooling for 1 week ama 2 weeks, haitoshi. Huu mfumo ni mzuri, lakini chinzi ulianzishwa hairidhishi. Kwa sababu umesema vyema Bwana Naibu Mwenyekiti wa KUPPET Kisii kwamba walimu ambao wanafunza junior school ni walimu ambao walikuwa na mfumo wa 844. Lakini wamelimbikiziwa mfumo mpya ambao hawajielewi wanafanyaje. Mimi kama nyinyi kama wana union mungesema ya kwamba walimu wa junior school wanatosha ama watoshi? Na hao wanafunzi ambao wanaletwa senior wamewajibikaje? Wametengenezwa vema ndio waingie senior, ama kuna mianya fulani ambayo inahitajika kukabwa vizuri ndiposa waletwe katika senior school? Mimi mwaka kesho utaniletea mwanafunzi ambaye hajahitimu. Kwa sababu kuna mwalimu mmoja nilikuwa naongea naye, union mtusaidie. Mwalimu mmoja alikuwa ananiambia sisi ni vizuri tupate mshahara. Na mishahara haitoshi. Ndi kweli. Ukweli anapewa hela ambazo unajua ukiambia mwalimu anaingia intern ati unampea 17,000, hakuna. Unajua saa zingine mwalimu ambaye anafunza senior school hata akipewa 15,000, kuna masomo ya ziada wazazi wanaingia ndani wanampa kitu kidogo. Unapata kwamba hiyo pesa inamsaidia. Ni kweli. Sasa umeweka mwalimu, unamweka intern, alafu mwisho unampea hela kidogo, alafu unasema huyo mwalimu aweze kuwa motivated afunze mfumo ambao haijielewi. Tumeweka wanafunzi wetu wa junior school ndani ya kaburi. Na nakuambia mtangazaji mwenzangu, ndio kesho utakuwa unaniita hapa na nitakuambia kwamba yale ambao nilizungumza tarehe 19 ndio ni ya ukweli. Kuna swali uniuliza ambao nataka kujibu. Ulikuwa umesema tumejiandaaje? Na je, madarasa ambayo yanatosha? Mwenzetu ambaye amelala, Bwana Magoa, ndio alikuwa na mpangilio mzuri. Alale salama. Kuna madarasa ambayo yatengenezwa katika senior school. Na maono ya serikali ya Uhuru yalikuwa maono mazuri. Madarasa yatengenezwa senior school. Kama mimi shule yangu ya Umwari yalitusaidia. Ndio. Kwa sababu wakati walisema wamelimbikiza mfumo huo kwa junior primary school, sisi tulipata madarasa, wanafunzi walikuwa nao wengi, tukapata madarasa tukayatumia. Sasa hizi kuna madarasa ambayo kama sasa yaliachwa madarasa 6. Ndio. Yako bure. Hayana wanafunzi. Kwa sababu hatuna wanafunzi wa kidato cha kwanza. Tunafikiria wana grade ya 9 ya katika senior. Ndio. Na kuna madarasa mawili ambayo tulikuwa tumejengewa na serikali. Yapo. So tuko na madarasa 6
ambayo yako bure. Sisi kama shule yetu ya Umwari, sisi kama wanafunzi ambao wana transit ya senior, hatuna shida. Lakini tungeomba serikali maabara yatengenezwe katika senior schools. Yawekwe vyombo ambavyo vinahitajika, vifaa ambavyo vinahitajika. Na tumia huyu mwenyekiti wetu wa KUPPET. Ndio. Wasilale. Kazi yao sio kusema kwamba wanataka kula. Bwana Maticha, saidia walimu wetu wa senior school, wakuu mkae, mwambie serikali ukweli. Uzuri tuko na minister ambaye anatoka Kisii. Ndio. Na wanafunzi wengi na walimu wengi Kenya mzima wa Kisii. Tuweze kufanya mfumo ujitokeze vyema, tuweze kusaidia wanafunzi wetu, tuwakuze vyema. Ndio. Isiwe ni ile tunaanza kublame serikali kila wakati. Tuambie huu mfumo ni mzuri. Wajibika. Ndio. Ile na lile. Bwana Migosi, kazi yako ni ipi? Wewe ndio CS wa education. Na unajua ataenda kwa kaburi la sahau kama hii mfumo utatengenezwa vizuri. Basi tukiendelea mbele, tumeona baadhi ya wabunge kama wiki mbili ambazo zimepita. Weekend hii kuna wabunge ambao walikuwa eneo lile la Uasin Gishu County. Kuna yale ambao waliyazungumza. Nikimnukuu mmoja alisema kwamba serikali, rais amejitolea kuhakikisha kwamba shule zetu zimepewa vifaa ambavyo vinatosha, na kwamba atahakikisha walimu wameajiriwa wengi kuhakikisha kwamba wanatosha wafunze wanafunzi hawa. Na pia tumeona ahadi ambazo amekuwa akitoa, ikiwemo chakula, kupikiwa chapati na vitu vinginevyo. Je, hawa wabunge wamesaidia namna gani hasa wakati mnakutana nao Bwana Maticha? Sifahamu kwamba chama chenu cha KUPPET huwa mnafanya mikutano, mnakutana na wabunge kutoka eneo lile ambalo ama wabunge kutoka tuseme county ya Kisii. Kana kwamba mnakutana, mnawaeleza kwamba hili ndilo ambalo tunataka lifanye. Tukiangalia katika eneo pana la Gusii, county ya Nyamira na county ya Kisii, kuna baadhi ya wabunge ambao wanaketi katika ile kamiti ya elimu katika bunge kuu la kitaifa. Mmoja ni mbunge wa Kitutu Masaba, Bwana Gisairo Clive. Sijui kama huwa mnapata wakati wa kuketi nao kueleza kwamba hiki ndicho ambacho tunataka kifanywe, kitekelezwe, henda mtu wakilishe pale, kwa sababu yale ambayo tumeyasikia wakizungumza katika hafla mbalimbali, wakiwa jinsi ambavyo mfumo ni mzuri na jinsi ambavyo serikali imehakikisha kwamba mambo yote yako sawa. Je, mnapata nafasi ya kuzungumza na wao? Nataka niseme hivi. Wabunge, nataka nirejee jenye nilisema kwanza. Ndio. Bwana Rogito, serikali si eti atuiambii. Nilisema iko na macho na mdomo lakini haisiki. Ndio. Lakini unfortunately kuna sekta mbili hapa Kenya ambazo hazifanyi kazi. Lakini kwa education tunajaribu, lakini wanataka kuweka watoto wetu katika kaburi. Sekta nyingine ni afya. Ndio. Hakuna chenye kinaendelea. Ni kuongea tu. Ni kuongea tu, hii tumefanya hii, lakini hakuna chenye kinaendelea. Lakini walimu wetu, hata kama kuna hizo shida zote ambazo zipo, ndio, walimu wetu wanajituma sana. Kuhakikisha kwamba kwa sababu tumejipata kwa huo mfumo. Tumejipata hapo. Ndio. Hakuna jenye tunaweza fanya tuutoe kwa sababu rais amesema. Ni kisiasa, ni kitu imekuja kwa njia ya kisiasa. Hii system ingekuwa kwa secondary school already established. Lakini unajua primary school ndizo nyingi katika hii nchi. Na kwa sababu ni nyingi na private schools za primary ni nyingi. Ndipo sasa wakaenda kwa rais wakamwambia, sasa ukitoa hao wanafunzi kwetu, si umetumaliza? Wakaongezewa primary schools, wakaongezewa darasa lingine, wakanyang'anya secondary school darasa moja. Mwalimu amesema kuhusu madarasa 6 ambazo hayana wanafunzi. Haya madarasa yatabaki hivyo miaka yote. Hayatakuwa occupied. Kwa sababu hata kama grade 10 wataingia mwaka ujao, form 4 watatoka. Grade ya 12 wataondoka. Kwa sababu tutakuwa na classes 3 kila mwaka ambazo zinabaki hivyo, hazina wanafunzi. Hayo madarasa 6 kwangu shule yangu ya Ayora kuna madarasa 7 ambayo yako hapo, yako tu hayana wanafunzi na yatabaki tu hivyo. Lakini tunataka niseme hivi, tunapoingia
Ukiangalia huu mfumo ndio kwa kijumla vile mwalimu mwenzangu Rogita amesema ndio ni mfumo mzuri. Kwa nini nasema ni mzuri? Inakuza talanta. Lakini nani atakuja kukuza hizo talanta kama hatujakuwa na workforce ambayo inatosha? Na inaandaa mwanafunzi kikamilifu kuingia katika chuo kikuu ama kuingia katika workforce. Kwa nini nasema hivyo? Siku hizi mwanafunzi anafanya mitihani miwili ndipo anaingia university. Anafanya KCPE, anafanya na KCSE. Lakini ukiangalia huu mfumo mwanafunzi anaanza kufanyiwa examination akiwa grade ya 4. Anafanyiwa mtihani unaitwa Kenya Early Years Assessment. Grade ya 4. Anafanyiwa assessment akiwa anafanyiwa KPSEA grade ya 6. Ndio. Watafanya mtihani KJSE akiwa grade ya 9. Na akifika form 4 watafanya KCBE Kenya Certificate of Basic Education. Ndio ime replace KCSE. Na kutoka hapo mwanafunzi sasa ndiye aingie chuo kikuu. Na nasikia kuna piloting watafanya ya international. Na piloting itafanywa Kenya. Ndipo hizi certificate mwanafunzi anapata ipate international recognition. Ni mfumo mzuri. Lakini ukiangalia sasa utekelezaji kama saa hizi mwaka ujao wanafunzi wataingia senior school. Vile wataingia senior school wanasema kuna pathway ngapi? 4 ama 5. Pase unaweza ona ni 4 ni 3 4 ama 5. Lakini wameweka ni 3. Wanasema mwanafunzi anaweza enda afanye STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Mwanafunzi mwingine aenda afanye Arts and Sports. Mwingine aenda afanye Social Sciences. Na kuna shule nyingine ambayo inakuja inaitwa special schools. Hiyo pia ni shule kivyake. Katika special school mwanafunzi anaenda afanye maybe braille, visual hearing impairment na physical. Na kuna vocational yenye itakuwa part of the senior school. Si unaona hizo shule? Hiyo ni mfumo mzuri. Lakini sasa tuangalie mwanafunzi amekuja senior school na serikali imesema kila shule lazima ifanye STEM. Ni lazima shule zote ziwe zote lazima. Jinsi ambavyo umetaja hivyo STEM, kuna hisabati hapo. Wiki jana tumemsikia waziri wa elimu Julius Ogamba Migosi akitaja kwamba hisabati si lazima iwe katika baadhi ya yale masomo ambao wanafunzi watakuwa wanafanya katika senior school. Je, hili mnaliangalia namna gani? Kulingana na vile nilielewa, si vizuri unawezaje fanya mwanafunzi asifanye hesabu. Lakini vile nilielewa ni kwamba kulingana na pathway mwanafunzi ataenda. Kuna walitoa subject 4 ambazo mwanafunzi atafanya nini? Atafanya zenye ziko compulsory. Walisema compulsory ni Kiingereza, Kiswahili ama Kenya Sign Language, Physical Education, PE, na subject inaitwa Community Learning Service. Alafu hizo wakasema ni compulsory. Kutoka hapo wakasema sasa kama mwanafunzi anaenda STEM, lazima atafanya maths, lazima atafanya physics, chemistry na hizo vitu vingine kulingana na pathway yenye ataingia. Kama mwanafunzi ataenda sports, sports science, baada atafanya hizo 4 na wamemwekea subject zingine zenye ataongeza. Kama mwanafunzi anaenda arts, performing art, baada atafanya hizo 4 na subject, kuna a total of 44 subjects kwa senior school. Baada atafanya hizo 4 umuongeze subjects ambazo zitaenda sambamba na performing art yake. Kama mwanafunzi anaenda kufanya tuseme social sciences, niliona kama mwanafunzi anaenda kufanya survey kwa mfano, ama anaenda kufanya survey kwa part of social sciences, ama anaenda kufanya business administration. Business administration is part of social sciences. Baada atafanya hizo 4
ingine yenye atafanya, unajua in senior school subjects ziko 7. Ndio. But hizi 4 ndizo wanafanya ziko compulsory. Part of the 7 zenye zimebaki kwa huyo mwanafunzi anaenda kufanya business administration, hesabu iko ndani. Hesabu iko ndani na business studies iko ndani na subject nyingine. Kwa hivyo ndivyo walikuwa wameeleza kwanza. Hiyo ndio programu ambayo wameleta. Kulingana na maelezo yao ni kwamba mwanafunzi mwenye anaenda kufanya performing art, performing art theater, huyu mwanafunzi amefanya hesabu mpaka grade 9. Ndio. Compulsory. Kuanzia hapo grade ya 10 kwenda mbele hasifanyi. Kuanzia grade ya 10 hahitaji hesabu. Kitu anahitaji sasa ni specialization. Hayo ndio maelezo serikali imetoa. Na Bwana Rukito, naona kidogo kupaliani na hilo. Wewe jinsi ambavyo ulichukulia mazungumzo ama yale ambayo waziri wa elimu alitaja kwamba hisabati isiwe ni lazima. By the way, alitaja kwamba ni hisabati na sayansi. Wacha nikwambie. Bwana Maticha. Sisemi kwa sababu mimi ni mwalimu wa somo la hisabati na kemia. Sisemi kwamba lazima wanafunzi wafanye hisabati. Ndio. Wacha nikwambie, hata wakati unaenda chuo kikuu, for instance, unaenda kusomea chochote. Ndio. Kuna hisabati. Unajua Bwana Migosi asikuje anataka kupendekeza kitu ambacho aonekane ni mtu mwenye anataka attract customers. Hisabati ni kazi gani nafanya kwa mwanafunzi? Tuangalie kwanza. Tusianze kuepa. Unajua grade 9 hesabu itamalizika, alafu kuelekea mbele mwanafunzi ataendelea kufanya jambo fulani. Hapana. Nakumbuka wakati niliingia chuo kikuu. Ndio. Kuna mwalimu wale ambao walikuwa wanaenda kusomea maybe hairdressing and beauty therapy. Wengine wanasema kwamba wacha niende nifanye business administration. Nilikuwa hapa, mimi nishafunza universities. Ndio. Hapa University of Eldoret. Hii ni inaitwa Bugema, ilikuwa hapa Kisii Town. Bugema University. Kuna kitu ambacho nataka watu wajue. Ndio. Wenye walianzisha mfumo 844. Kusema hisabati hata wakati unaingia kosi yoyote. Ama end career. Ndio. Hisabati ilikuwa ya maana sana. Ni kweli. Reason? Hisabati ni nini? Kwanza tujiulize. Inafungua ubongo. Wazungu wa kolonia walipokuja Kenya ama walipokuja Afrika. Kitu ambacho kilifanya wakasema huyu ni mtu mwerefu. Si historia, si chochote. Ni hisabati. Ndio. Kwa nini? Walileta kitu inaitwa algebra. Wakasema x uongeze x unapata nini? Waafrika walikuwa na shida. Lakini mwenye alikuwa anagundua nasema x plus x is 2x. Aliambiwa wewe ni mwerefu. Ndio. Hisabati tusiweke kwamba ati wanafunzi kwa sababu wanaiogopa. Sasa unajua wacha tuwache tuambie performing arts, tuambie kitu fulani. Hapana. Inafungua ubongo. Inakufanya unafikiria mbali. Hata ukiwa business woman. Pesa lazima uhesabu. Moja uongeze moja ni mbili. Hata unapoenda mahali fulani. Vile nilikuja hapa, nilipiga hesabu. Ndio. Nikasema nimechelewa. Nilitumia historia. Si ni hesabu nilipiga kwamba hii saa nimetoka hapa kufika Ndizi TV nitakuwa nitachelewa. Kwa sababu yale ambao nilikuwa nafanya shuleni. Wana union come out. Ogamba yeye anatumika vibaya. Mwanzo walikuwa wamesema hisabati, English and whatever ingekuwa compulsory. Wakasikia watu wakisema sasa unajua mfumo umeharibu. Media tu wakachange. Lakini wacha niwaambie, kama unaleta kitu mzuri, ukiambia hisabati haiko,
huo mfumo sio mfumo wa kusaidia wanafunzi. Na bwana samahani, si Migosi, bwana Rogito, ni nini kile ambacho unaona kwa maoni yako kinafanya wanafunzi waogope hisabati? Kitu inafanya ni kitu serikali inaenda kufanya. Ingewaambia wanafunzi ukweli, hisabati sio kitu unatakana kuogopa. Ndio. Sisi kama walimu, hata kama unasoma unafunza historia, unafunza Kiswahili, kama saa hizi nataka kuambia walimu wangu wa shule, wanafunzi, hisabati ni rahisi, haijawahi change. Historia ita change, geography ita change, lakini hisabati kama nilisoma calculus ya mwaka 2004 ndio hiyo itabaki kuwa hiyo. Somo la maths, hisabati, attitude ndio shida. Ndio. Lakini ukweli huyu Migosi nikimuuliza katika televisheni anajua hisabati ni nini. Na mbona yeye kama alisomea, Migosi alisomea somo gani? Si alisomea mambo ya wakili? Ndio. Wakati alisomea mambo ya wakili, si kulikuwa na hesabu? Ndio. Wewe kama mtu wa journalism, ndio. Ngoja nikuulize. Wakati ulikuwa unasoma journalism, kulikuwa na hesabu mahali? Ilikuwa. Ipo. Okay. Mwalimu ulisomea nini? Somo la Kiswahili ama ni science? Science. Okay, tuache wewe kama ni science. Kuna walimu walisomea Kiingereza. Ndio. Kulikuwa na quantitative skills. Mambo ya statistics walifunzwa. Nataka tujiulize na nataka kuuliza wewe mwenyekiti, naibu mwenyekiti wa KUPPET. Ndio. Mbona hao walimu kwa university wakafanya hisabati fulani? Sikitatei kwamba hisabati ifunzwe. Wenye walianzisha mambo ya elimu, ukienda Kenya mzima ama uende nchi mzima ama uende world mzima, ndio ukianza kusema hisabati tuipige teke, ndio serikali iko na ukora fulani. Hii kitu ni kama wamekundua ya kwamba wameileta inawe airidhishi. Sasa wanataka kutumia ukorofi wao wapendekeze mathematics si compulsory, lakini mwishowe ndio kwa masomo fulani utapata hisabati ikinimbikiziwa kwa wanafunzi. Na tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kipindi cha Pambazuko. Hapa ndipo unapata kupata yale ambayo yameendelea, yamejiri, na kisha tukufahamishe kwa kina zaidi. Katika Pambazuko leo asubuhi, katika awamu yetu ya 3, tunaendelea kuzungumzia swala la elimu, kwa kwamba leo hii ni siku ya Jumatano ambako tunaangazia masuala ya elimu, na niko na wageni wangu wawili, bwana Samuel Maticha na bwana Rogito ambaye ni naibu mwalimu mkuu kutoka shule ya Umwari, na bwana Maticha ni naibu mwenyekiti katika tawi ama katika chama hili cha KUPPET katika tawi hili la Kisii. Basi tunapoendelea kusonga mbele, kuna baadhi ya wazazi tumewasikia wakinungunika kwamba mfumo huu wa CBC kidogo unafanya wananunua vitu ama wanatumia pesa nyingi tu, hasa vitu ambavyo wanatuma shuleni. Wiki jana nimpata mzazi mmoja akizungumza kwamba nimeambiwa ninunue kitu fulani ambacho kinaenda kutumika shule, na serikali inatuambia kwamba imetenga pesa za kuhakikisha kwamba vitu vyote ambavyo vinatumika na wanafunzi shuleni vimewekwa pale. Je, wazazi hawa watasaidika namna gani? Na ni ukweli kwamba shule mnawatuma vitu hivi wanunue? Hasa wengine wanaambiwa kama hutanunua basi leta pesa, shule itaenda kununua. Unajua, asante kwa hilo swali. Ndio. Unajua serikali inasema tu. Nasema ituma pesa, vitu inunuliwe, lakini haitumi. Nizungumzie senior school ambao hao wanafunzi hawajafika huko bado, tuanze kuwatuma hela ambazo wataleta tuende kununua vitu kadha wa kadha ambazo zinatumika katika masomo yao. Serikali kwanza ilikuwa inatoa mgao katika kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Huyu ni naibu wa mwalimu mkuu. Ilikuwa inatoa shilingi 22,000. Sasa hivi inatoa pesa ngapi? 17 na ikuji. Mwaka ikiisha kama haijatuma haitumi. Kuanzia mwaka uliopita kufikia mwaka uliopita serikali ilikuwa na arrears za shule deni karibu 13,000.
Na hiyo mwaka ikaisha na inaanza mwaka ingine. Na hizo pesa 17,000 haitumi hizo pesa. Na hizo 17,000 kama imepeana, itatoa pesa iende semester, itatoa pesa iende sports, itatoa pesa iende sijui kesha, itatoa pesa, yani hizo pesa mwishowe unapata sijui ni 8,000 inafika kwa shule. Na hizo pesa hazitoshi. Kwa swali ambalo unaniuliza, junior school kuna practical subjects ambazo ziko huko ambazo zinahitaji vitu ambavyo shule inapaswa kununua ndiposa watumie katika masomo yao. Na kama serikali ituma pesa, head teacher wa comprehensive school anunue hizo vitu, mwalimu atafanya aje? Na indeed anataka kufanya hivyo. Sasa hiyo mzigo inarudi kwa mzazi, lakini si vizuri. Si vizuri serikali yetu inafanya. Na tunapoendelea kusonga mbele, kabla hujaenda mbali, niliona wazazi wengine wame lose hope because walipoangalia mfumo wa elimu ya Kenya vile inaenda. Wengi nilisikia kutoka Mombasa wakisema sasa kama watoto wetu serikali haitaki kuwashughulikia vizuri, wacha tutafute international school waende huko. Waenda huko wasome huko, ama tuwachukue nchi ambazo ziko na mfumo ambao unatufurahisha. Kwa hivyo serikali yetu ya Kenya isikize ni nini haswa stakeholders wa education ambao ni sisi. Unajua wao wanafanyia kazi huko Nairobi. Wanaleta mtu wanamuita stakeholder ama policy maker mwenye hajawahi ingia darasani afundishe. Ajue nini. Wangechukua mwalimu kama huyu, wamchukue huko, wamuulize maoni yako, jinsi unaona wewe ndio uko ground. Unajua shule ambazo tunafundisha ziko mashinani. Ni nini mahitaji ya watu ya Wakenya katika mashinani? Ambia watu mashinani wanahitaji hii. Ninajua hii mfumo vile waliuleta na hizi vitu zote ambazo wameleta, wamefanyia kuna utafiti wamefanyia nchi fulani ambazo wanaleta. Hizo vitu ambazo zinaendelea nchi fulani zinaweza kuwa zisikuwe applicable kwa nchi yetu ya Kenya. Lakini unajua serikali yetu ni serikali sijui haina direction, maybe sijui vile inakaa. Unajua wanaleta kitu, wakiona watu wanaipinga na utaona tu si tumepinga. Unajua wakati nilikuwa naeleza mfumo vile wameuleta, I was just explaining, nilikuwa naeleza jinsi ilivyo. Sasa alafu nikuje nikueleza ni nini iko kwa ground. Hii kitu ambacho wamesema wataondoa somo la hesabu. Si wamesikia kuna stakeholders, wazazi, walimu na stakeholders kwa ground wamekataa. Utaona wametoa. Juzi uliona wakisema mtihani repeaters watafanya mwezi wa ngapi? Wa saba. Si ulisikia kelele? Hiyo kitu imeenda. Na nilikuwa katika radio fulani. Hiyo kitu imeenda mute. Hiyo wamemaliza hivyo sasa, haiwezi ikakuja tena. Yaani watanyamaza tu na ienda hivyo. Sasa tumejua vile tunadili na serikali. Kama tunataka kitu tunapiga kelele, inatekeleza. Na tukiangazia kuna swala ambalo walitaja kwamba kuna mitihani ilikuwa ifanywe ya kidato cha 4 wale ambao walikuwa warudie. Kisha baadaye tukaona kwamba kuna kesi ambayo ilipelekwa mahakamani haijashughulikiwa. Hatutalizungumzia kwa kina zaidi kwa sababu kuna kesi ambayo iko kotini, lakini maoni yenu kuhusiana na mtihani ambao ulikuwa ufanywe katikati ya mwaka wa KCSE kwa wale ambao hata walitaja kama ulifanya mwaka 2014 2010 ukaanguka somo fulani, uende ukaruhusiwa kujisajili tena ufanye somo hilo, urejelee ama urudie kufanya mitihani hiyo. Ni kwa sababu ndio tumeona mfumo huu wa CBC vile ambavyo unaendelea 844 itakuwa inatoka kabisa. Je, maoni yenu ni yapi kuhusiana na mtihani ambao ulitajwa kwamba ufanywe katikati ya mwaka wa KCSE? Hiyo tulisema kabla mwalimu hajasema. Hiyo sisi tulisema hiyo ni pendekezo, sawa. Lakini iwe prerogative ya mwanafunzi na mzazi wake. Akiamua mimi kwa sababu sitaki kungoja mtihani mpaka November, wacha nifanye mwezi wa 7. Afanye, aruhusiwe afanye. Mwingine aona mimi sitaki kufanya mtihani wangu mwezi wa 7, nitafanya na wengine mwezi wa 11. Aruhusiwe.
Ndipo na hii mwezi wa 7 waleta framework wataifanya namna. Sasa iwe mwanafunzi aamue. Mimi sio kusema lazima utafanya mtihani mwezi wa 7, atasomea wapi? Atafanyia hiyo mtihani wapi? Atafanyia practical examinations wapi? Nani atamuandaa? Kwa sababu kwa mtihani lazima process ambayo walimu wanaandago kuandaa mwanafunzi aende kufanya mtihani sio kitu rahisi. Sisi wote tumekuwa shule. Sio umekuwa shule. Umeandaliwa. Ndipo sasa ukiamua ufanye mwezi wa 7 sawa. Lakini waleta framework sema ifanye hivi, sio kulazimiza. Bwana Rogito, maoni yako kuhusiana na jambo hilo, mitihani ya kufanywa katikati ya mwaka? Mimi nimesikika kila mahali. Hata kuna station moja nilienda. Nikasema hili jambo haliwezi. Ndio. Haliwezekani. Kitu mwenyekiti hajasema, naibu wa KUPPET. Ndio. Kuna masomo fulani ambayo yanahitaji vipimo fulani. Kama somo la agriculture. Ndio. Tuko na milestones. Sasa ukiambia wanafunzi wafanye mtihani mwezi wa 7. Ndio. Lakini serikali yetu sasa zingine nacheka mpaka nasema is it that watu wanaogopa kuambia rais wetu kweli? Ama kuna watu ambao wanataka anguke. Kufanya mtihani mwezi wa 7. Chinzi mitihani nafanywa. Ulikuwa unaambia mtu atoke South Mogrango. Akuje kwa jimbo la Kisii. Ndio. Ati afanyie mtihani. Nani mzazi ananibikiziwa shida zote ili aweze kuwezesha mwanafunzi atoke South Mogrango ama atoke Masaba South akuje Kisii. Madarasa yepi atatumia? Kitu yenye kilikuwa inachekesha mpaka nikasema wacha niende kwa station niseme hili mpaka hata rais anisikize. Unajua tukiwa hapa haya maneno yanaenda kila mahali. Ni kweli. Na najua kuna mwenye atamuelezea amwambie mwalimu fulani anaitwa Rogito. Amezungumza hata kama utaongea na wewe ama bwana Maticha hata kama utamuita akuelezee. Amezungumza yale ambayo yako kwa ground. Ground imekuwa mbaya. Mtihani wa mwezi wa 7 series 1 haingewezekana. Sasa hizi unajua wamenyamaza. Ndio. Wakati kesi ilienda koti. Ndio maana nasema Migosi ni mwakili. Ndio. Alielewa. Akanyamaza. Na wakati alinyamaza amesema kwamba sasa wanafunzi muende mtazafanya mkee regular. Wakapeana circular nyingine ilikuwa inakanganya watu sana. Yaani inakuja njia nyingine, lakini mwisho ulikuwa unaona kwamba ukiona serikali imenyamaza kwa jambo fulani, ndio sio lazima tuwapige. Unajua kwamba hapa wameenda ndani ya mto. Lakini nasema hivi, ndio wanafunzi ambao walifanya mwaka jana, enda kwa ile shule lenye ulikuwa umefanya mtihani, ufanye mtihani. Mwezi wa 11 ndio mitihani itafanywa. Mambo ya mwezi wa 7 hiyo ni siasa sarakasi ya Abnuas. Ikiwa kwamba wakati wetu naona pale umeyoyoma kabisa, nikiwaulizia maneno yao ya mwisho wageni wetu, Bwana Rogito ambaye ni mwalimu, naibu mwalimu mkuu kutoka shule ya Umwari, na mwalimu Bwana Samuel Maticha ambaye ni naibu mwenyekiti katika tume ile ama chama kile cha KUPPET tawi la Kisii. Maneno yetu ya mwisho kiko kwamba wakati wetu umekwisha kabisa. Basi Bwana Maticha, utazungumza nini kama jambo lako la mwisho tukimaliza? Nataka kusema hivi na niambie wazazi wajiandae kwa muda na walimu. Ndio. Tujiandae kwa muda mgumu hapa mbele. Kwa sababu sasa tunaongelelea kuhusu mfumo, kuhusu subject. Kuna another giant that is coming. Inaitwa placement. Hao watoto sasa wamemaliza mtihani. Watawekwa shule gani? Hiyo ndio sasa giant nyingine ambayo tutakuja kuzungumzia baadaye. Sasa ulisikia serikali itasema tutakuwa na category mbili za shule. Hakutakuwa na shule za boarding exclusively. Tutakuwa na day na day boarding. Zote iwe Alliance Boys, iwe Mangu, iwe Kisii School, iwe gani. Kwa hivyo hiyo pia ni giant nyingine ambayo inakuja. Na mfumo ambao vile wametoa maelekezo jinsi wanafunzi watakavyochagua shule, pia hiyo iko na changamoto yake ambayo tutazungumzia wakati mwingine. Tuko na muda mgumu ambao unakuja mbele, lakini ninasema ya kwamba
mfumo wa CBC uko nasi. Na ningependa serikali isikize ni nini haswa major stakeholders ambao ni walimu, mapendekezo yao, jinsi wanavyotaka huu mfumo utekelezwe. Asanteni sana. Basi na Mwalimu Rogito, yako ya mwisho, najua kwamba wakati hujatutosha, lakini yako ya mwisho. Nashukuru. Ndio. Ndizi TV kwa kutualika ili tuweze kuelezea kinaganaga kuhusu mfumo wa CBC. Ndio. Lakini mimi nasema ya kwamba kwa sababu ya kumalizia kufika tamati ni ya kwamba nashukuru serikali yetu iko na masikio, iko na mdomo, wasikize ground nasema nini. Nashukuru mwalimu wangu mkuu ambaye alipea nafasi nikakuja hapa. Kwa sababu tulikuwa tunatembelewa na wana idara. Unajua saa hizi wanatembelea mashule. Ndio. Hata wao ni serikali ni kama imefika mahali ambapo imejua kwamba hawajaajibika vizuri kwa mfumo mwaka kesho. Leo niko na wageni shuleni, ndio maana nikachelewa. Tulikuwa na mpangilio fulani, tutengeneze mambo yakae sawa. They have chosen some schools. Ndio maana waone kwamba huu mfumo wa CBC ukija mwaka kesho walimu wamejiandaaje. Hii STEM hiyo mwenzangu amesema STEM itakuwa shule zote, lakini mahali kuna shida wametuweka mahali ambapo hatujielewi. Kutwa bweni. Kutwa bweni. Mwisho kabisa. Ndio. Nasema ya kwamba wanafunzi wana ambao najua mwaka jana mtihani walifanya waliangushwa. Serikali iliwaangusha wanafunzi. Mimi nasema haya kina ubawa. Waende warudie. Registration inaisha tarehe 27 mwezi huu. Wakimbie mashule. Wajiandikishe. Ndio. Ndiposa wafanye mtihani mwezi wa 11. Lakini nasema ya kwamba Bwana Chuodho wa Omwari tuko ngangari. Jimbo letu la Kisii Kupet tusaidie. Bwana Vice Chair wacha kulala, mmelala. Basi tusaidie tuweze kuzungumzia wanafunzi wetu, watoto hao wote, kama si mtoto wako mtoto wangu na wako. Ni kweli. Tuweke mfumo ambao utaweza kukuza wanafunzi wetu vyema. Na malizia kusema bibi yangu Recho, asante kwa kunipa chai leo asubuhi station. Basi asante kwa sababu muda wetu umekwisha pale. Baadhi ya wageni wangu ambao nilikuwa nao katika dau hili la elimu ama kuangazia masuala ya elimu asubuhi ya leo. Hayo ndio ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Hapo kesho tukutane panapo majaliwa. Jina langu ni Jeff Nyakundi na hii ni Ndizi TV. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tupate kama Ndizi TV News Digital, na kwingineko TikTok, YouTube, X na pale Instagram tupate kama Ndizi TV News, na kwingineko zungumza nasi kupitia ujumbe mfupi na kuzungumza nasi kupitia mtandao wa WhatsApp kwa nambari yetu 0792192834. Tukutane panapo majaliwa. Asante sana wageni wangu kwa kuja studioni, na shukuru sana. Asante sana.